A program by the Catholic Justice and Peace Department, CJPD, Mombasa Archdiocese. Karibu kwenye kipindi chetu cha Kenya Tunayoitamani, podcast inayochunguza masuala yanayowakumba vijana na nafasi yao katika jamii. Leo tunajadili mada muhimu sana, vijana, rasilimali isiyotumika ipasavyo. Je, vijana wanatumia vipaji na maarifa yao ipasavyo? Ni changamoto gani wanakumbana nazo wanapojaribu kutafuta nafasi katika jamii? Ili kuanzisha mjadala wetu, tutakuletea igizo fupi linaloonyesha safari ya kijana mmoja anayeitwa Shupavu. Twende kazi. Maisha kijijini. Shupavu na wazazi wake wanazungumza. Mwanangu, umekuwa mtu mzima sasa. Tunajivunia juhudi zako shuleni. Tumekusomesha ili siku moja utusaidie kuinua familia yetu. Mungu akusaidie huko jijini, mwanangu. Usisahau mzizi wako. Asanteni wazazi wangu. Nitaenda kusoma na kurudi nikiwa na maarifa ya kutusaidia. Shupavu akisafiri kwenda chuo kikuu. Sherehe za mahafali zinaendelea. Tunampongeza mwanafunzi bora wa sayansi ya kompyuta na ni Shupavu. Asanteni sana. Nina matumaini makubwa kwa maisha yajayo. Sauti ya upepo wa matumaini. Kisha kimya cha ghafla kuashiria changamoto zinazokuja. Sauti ya simu ikiita mara kwa mara bila kupokelewa. Nimetuma maombi ya kazi zaidi ya 50, lakini hakuna anayejibu. Nitawezaje kusaidia familia yangu? Sauti ya ndugu zake wakizungumza kwa simu. Kaka, nimefukuzwa shule kwa kukosa karo. Tafadhali tusaidie. Shupavu akipumua kwa uzito, akihisi kukata tamaa. Shupavu, mbona unateseka? Njoo nikuonyeshe njia ya kupata pesa haraka. Lakini hii biashara ya pesa mtandaoni, je, ni halali? Wewe acha maswali. Kazi ni kazi. Shupavu akikubali, akijiingiza kwenye njia hatari. Milio wa gari ya polisi, watu wakikimbia. Simameni hapo hapo. Mmekamatwa kwa ulaghai wa fedha mtandaoni. Shupavu amekamatwa, yuko gerezani. Nilifikiri ninaenda kupata mafanikio, kumbe nilijiharibia maisha yangu. Baada ya kifungo cha miaka 4, Shupavu anarejea kijijini. Amekwenda kumtembelea padre. Mungu ni wa rehema mwanangu. Tumia talanta zako kwa njia inayofaa. Shupavu akianzisha tovuti ya kusaidia wafugaji kijijini. Sasa natumia maarifa yangu kusaidia jamii yangu. Najifunza kutokana na makosa yangu. Watu wakifurahia mafanikio yake. Baada ya kumsikiliza Shupavu, tuna mengi ya kujifunza kuhusu changamoto za vijana. Na leo niko na mgeni wetu Bi Amina, mtaalamu wa maendeleo ya vijana. Unayaelewa majukumu na nafasi za vijana Kenya? Ndiyo, ninaelewa majukumu na nafasi muhimu za vijana nchini Kenya. Vijana ni nguvu ya taifa na wana mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa kifupi, baadhi ya majukumu yao ni hii. 1. Kuwa mawakala wa mabadiliko. Vijana wana jukumu la kupigania haki, uadilifu na maendeleo kwa kushiriki kikamilifu katika mijadala na maamuzi ya kitaifa. 2. Kujituma katika ujasiriamali na ubunifu. Kwa kukosa ajira za kutosha, vijana wanapaswa kutumia ubunifu wao kuanzisha biashara na miradi ya kujiajiri. 3. Kushiriki katika siasa na uongozi. Ili kuleta mabadiliko, vijana wanapaswa kushiriki siasa kwa njia chanya, kushiriki kura na kuwania nafasi za uongozi. 4. Kulinda maadili na kupinga ufisadi. Vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kupinga ufisadi na kueneza maadili mema katika jamii. 5. Kushiriki katika maendeleo ya kijamii kupitia kujitolea, miradi ya kijamii na teknolojia. Vijana wanaweza kuchangia katika ustawi wa jamii zao.
Ikiwa vijana watachukua nafasi zao ipasavyo, Kenya inaweza kusonga mbele na kuwa taifa lenye maendeleo endelevu. Ni vitisho gani ibuka vinavyowazuia vijana kuutambua uwezo wao kamili? Kuna vitisho kadhaa vinavyowazuia vijana kuutambua uwezo wao kamili, vikiwemo: 1. Ukosefu wa ajira. Fursa chache za ajira huwakatisha tamaa vijana na kuwafanya washindwe kutumia vipaji vyao ipasavyo. 2. Ufisadi na upendeleo. Rushwa na undugu vinazuia vijana wengi wenye sifa kupata nafasi wanazostahili. 3. Teknolojia na mitandao ya kijamii. Ingawa ni nyenzo muhimu, matumizi mabaya ya mitandao yanasababisha uzembe, utegemezi na upotoshaji wa maadili. 4. Shinikizo la jamii na familia. Baadhi ya vijana hukosa uhuru wa kuchagua njia zao kutokana na matarajio ya kifamilia au ya kijamii. 5. Madawa ya kulevya na utovu wa nidhamu. Ulevi na uraibu wa madawa huathiri ndoto na malengo ya vijana wengi. 6. Ukosefu wa rasilimali na fursa. Vijana wengi hukosa mitaji, elimu bora au miundombinu inayowawezesha kufanikisha malengo yao. Ili vijana waweze kufikia uwezo wao kamili, ni muhimu kuwa na mazingira yanayowawezesha, sera bora na mwongozo wa maadili katika jamii. Mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali yamewapa vijana nafasi gani kuwawezesha kugundua uwezo wao kamili? Mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali yamechukua hatua kadhaa kuwawezesha vijana kugundua uwezo wao kamili, zikiwemo: 1. Programu za ujasiriamali. Serikali kupitia Ajira Fund, Youth Enterprise Fund na mashirika yasiyo ya serikali hutoa mikopo na mafunzo ya biashara kwa vijana. 2. Elimu na mafunzo ya kazi. Vyuo vya ufundi, TVETs, na mipango kama Ajira Digital Program huwasaidia vijana kupata ujuzi wa kisasa. 3. Fursa za ajira. Serikali ina sera kama 30% ya zabuni kwa vijana, huku mashirika mengine yakitoa nafasi za kazi na mafunzo kazini, internships. 4. Uhamasishaji wa uongozi na siasa. Mashirika kama YALI, Young African Leaders Initiative, huwapa vijana ujuzi wa uongozi na ushawishi wa kijamii. 5. Mipango ya afya na maendeleo ya jamii. Programu za afya ya uzazi, elimu ya madawa ya kulevya na maendeleo ya jamii huwasaidia vijana kujiimarisha. Hata hivyo, vijana wanapaswa kuwa wabunifu, kuchangamkia fursa na kutumia rasilimali hizi kwa manufaa yao na ya jamii. Ni hatua gani zinahitajika kuimarisha ushirika wa vijana katika taratibu za kidemokrasia? Ili kuimarisha ushiriki wa vijana katika taratibu za kidemokrasia, hatua zifuatazo zinahitajika. 1. Elimu ya kiraia. Kuwafundisha vijana kuhusu haki zao za kisiasa, katiba na umuhimu wa kushiriki uchaguzi. 2. Uhamasishaji na ushirikishwaji. Serikali na mashirika yasiyo ya serikali yanapaswa kuunda majukwaa ya mijadala na sera zinazohusisha vijana. 3. Urahisishaji wa fursa za uongozi. Kupunguza vikwazo kwa vijana kuwania nyadhifa za kisiasa na kuwapa nafasi kwenye vyombo vya maamuzi. 4. Kupinga ufisadi na rushwa. Kuhakikisha chaguzi na nafasi za uongozi zinatokana na uadilifu, sio upendeleo au rushwa. 5. Matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Kutumia digitali kuwaelimisha vijana kuhusu mchakato wa kidemokrasia na kushiriki mijadala ya kisiasa. Kwa kuzingatia haya, vijana wataweza kushiriki kikamilifu na kuleta mabadiliko chanya katika demokrasia ya nchi. Kanisa limeshughulikia kikamilifu masuala ya vijana. Kanisa limechukua hatua, lakini bado kuna nafasi ya kuboresha. Limewapa vijana mafundisho ya kiroho, malezi ya maadili na fursa za uongozi kupitia vikundi vya vijana. Hata hivyo, linapaswa kuimarisha usaidizi wa kiuchumi, ushauri wa kazi na kushiriki zaidi katika kutatua changamoto zao za kisasa. Kujichunguza. Familia huwasaidiaje vijana katika mambo ya kiroho? Je, nimeyashughulikiaje masuala yanayokabili vijana katika jamii? Je, huwa ninawahusisha vijana katika taratibu za kuchukua maamuzi katika ngazi zote? Je, huwa ninashiriki shughuli za demokrasia za ngazi zote? Matendo yaliyopendekezwa. Andaa vikao vya kuelimisha vijana kuhusu demokrasia katika ngazi za familia, parokia, jamii na kitaifa. Anzisha hazina data ya vijana, kituo cha kuwafaa na mradi wa jamii wanaosimamia kuwawezesha kujipatia mapato. Yashughulikie mahitaji ya kijamii, kiuchumi, kiroho na kiakili ya vijana. Kanisa liangazie masuala ya vijana na kuwahubiria.
Ningependa kusikia maoni yako. Tufollow kwenye mitandao ya kijamii Kenya Tunayotamani na tushiriki mawazo yetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambapo tutazungumzia vijana na ushiriki wao katika siasa. Kwa sasa, kwa heri. Kenya Tunayotamani. Kenya Tunayotamani.